So Lulu, tumeisubiria kwa hamu kwa muda mrefu sana. Tumekuwa tukifuatilia kuona wakitease, wewe ukitease na watu wengine ambao wameshiriki pro in wapi Noma. Filamu mpya kabisa au sio? Hatimaye inakuja. Tuanze kwa kuzungumza, ni muda mrefu kidogo tangu utoe filamu ya mwisho na filamu nyingine ije. Kwa nini umekuwa hivyo kwa sasa hivi? Kwanza nilitaka mimi pamoja na crew yangu au pamoja na kampuni yangu, management yangu ya Pro In Promotions, tulitaka kutulia na kuhakikisha that we're getting something new. Hata kama hakitakuwa, kwa sababu duniani hakuna kitu kipya, it's obvious. So kipya kabisa, lakini something different I can say. And ilitubidi kwa kiasi fulani tutulie and tusome mazingira, tasnia yetu ina miss nini sasa hivi, mashabiki zetu wanahitaji nini sasa hivi. Kwa hiyo haikuwa kitu cha kulala na kuamka. And pia imebidi tuchukue muda mrefu. Tumejitahidi kufanya production ya tofauti ambayo ina quality nzuri. It needs time. So kama zamani labda kwa siku mnaweza mkashuti scene 6, 7. Sasa ingia production tulikuwa tunaweza kwa siku tunashuti scene 2 tu. Lakini make sure kwamba mnatoka na kitu kizuri. Pia kwenye production kuna vitu vingi. Kuna labda mnaweza kukuta Watanzania tumezoea sauti nyingi tu, huaga tunachukulia location. Katika movie yangu hii kuna sauti zingine ilibidi tuzirudie labda studio kutokana na matatizo fulani. Kutokana na matatizo fulani labda ambayo sauti ilikuwa nzuri. Kwa hiyo tumejitahidi kutengeneza kitu kizuri chenye quality, so kwamba ile unakaa na remote hapa inapoenda hapa inafungua. We have tried. We have tried. Yes. So movie inaitwa Noma. Inaitwa Ni Noma. Ni Noma. Okay. Ukisikia tu hilo jina unajua ni movie fulani, yani kuna mishe na mambo mengi. Kwa ufupi sana tupe synopsis yake ikoje? Kwa ufupi, Ni Noma inamhusu msichana anaitwa Angela. Angela ni msichana ambaye naweza nikasema ni msichana wa type ya wasichana wengi tuliopo katika jamii yetu sasa hivi. Wasichana ambao tunataka ku maintain status, tunataka kuishi maisha mazuri, hatuna elimu. Probably umejaliwa uzuri, lakini you want to use your beauty kama ndo kigezo cha kufanya kila kitu. Tunasahau kwamba kupitia uzuri wangu pia ningeweza kusoma nikaishi maisha mazuri. So that was Angela. Angela ni character ambayo inawakilisha wasichana wengi ambao wako katika jamii yetu sasa hivi. Angela alikuwa ni msichana mzuri ambaye alidepend katika uzuri wake. Sawa, hakuwa na kitu kingine chochote cha kumfanya aishi zaidi ya uzuri wake. Kwa hiyo akawa anatumia uzuri wake kurubuni wanaume, baadaye akapata mwanaume akawa anamsaidia, lakini baadaye ikashindikana. Angela sasa kwa kupata mwanaume kwa kipindi kile ikawa shida, ikabidi atafute kazi alotafuta ni kama mimi nije hapa niombe kazi ya kurecord mtu wakati sijui hata kuwasha kamera. That was Angela. Kazi alotafuta alikuwa hajui hata kuandika moja yake 20 lakini kuna katika alipoenda kutafutia kazi kuna mtu alikutana naye pale, yule mtu anajuana naye. Bahati nzuri yule mtu ambaye anauelewa na ile kazi yake akanyimwa kazi, lakini Angela alijitahidi kumrubuni bosi. Bosi akaingia mkenge akajua labda kweli ana kitu kumbe ana. Kwa hiyo Angela akawa anamtumia tena yule mtu kuhakikisha huku kazi zake zinaenda. Na kwa sababu aliona yule mtu ana ile PCIC fulani za kumtaka. Yaani she always used. Huyo mtu ndio Dude au na? Hapana, Dude alikuwa ni kama boss. Huyo mtu ni yule Isarito. Yes. Yeye alikuwa kama ni mlinzi wa nyumba anayokaa na still akakutana naye kwenye interview. Kwa hiyo baada ya kurudi kazini kapewa kazi sasa, hajui hata kazi yenyewe inatakiwa ifanyweje. Akakumbuka nilikutana na yule mlinzi kwenye interview. Yule ndio ataenda kunifanyia. Kaenda kumwambia, kwa hiyo siku ya kwanza akadogewa. Akawa anapeleka kazini watu wanajua anafanya yeye. Kumbe she doesn't know hata kitu kimoja. Sasa ikaenda akawa anaendelea na uongo na kule akawa anaendelea na mahusiano na bosi ambaye ni Dude. Ukaendelea uongo, sasa ikafika kipindi sasa body nzima inamtaka kazi, sawa tunazielewa nzuri. Yule bosi wake ambaye ni mpenzi wake anaelewa. Sasa ikafika kipindi body inataka upresent.
Sasa yule kashazoea kufanywa kazi na kupeleka kupresent, hajui hata kusoma mstari wa kwanza unasomwaje. So that was it. Sasa anaidika bila shaka. Yes. Tamini. Msamaje? Unajua ni nini? Ni noma. Kwa Angela, maisha yake ya raha yanatokana na kuchuna mabuzi. Don't be so stiff. Let go a little bit. Have fun. Make the body get lit. Let's go. Yo, make the body get lit. When I wake up in the morning, and then I get so yawn and I'm thinking, I best get my day, my make it anyways, get my... Ni noma. Sasa, kwa hiyo mle kuna wewe, kuna Dude. Kuna mimi, kuna Dude, kuna msanii anaitwa Isarito, yeye alikuwa ni mshiriki wa TMT mwaka juzi. Yes. Nimejitahidi sana, au naweza ngasema Prime Promotions tumejitahidi sana kuficha watu ambao ni wapya kwenye industry, lakini tunaona kwamba they have something na tuna uhakika kupitia kazi hii watafika mbali. Yes. Producer ni na director Karabani. Yes, Karabani was there. Sasa, so movie inatoka tarehe 15 officially. Okay. Yes. Inatokaje? Yes, there. Kwanza katika kuanza tutaifanyia digital premiere. Kama wiki kadhaa nyuma au kipindi kadhaa nyuma tumekuwa tukitangaza Proinbox, application ya Proinbox, ambayo itamwezesha Mtanzania aliye ndani ya nchi, actually Mtanzania na asiye Mtanzania anayependa movies za Kitanzania, aliye ndani ya nchi na aliye nje ya nchi kuaccess, kununua movie za Kitanzania kupitia application hiyo. Movie zitakuwa zinapatikana katika application hiyo. Kwa watu wanaoishi ndani ya Tanzania wataweza kununua kupitia mitandao yetu ya simu, kwa mfano Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money, utaweza kununua kupitia hii. Yes, HD kabisa. Na walio nje ya Tanzania wataweza kununua kupitia credit cards zao, Visa na Mastercard. Yes. Kikubwa mimi pamoja na crew yangu Prime Promotion tunachojitahidi kufanya ni kuleta mapinduzi katika usambazaji wa filamu za Kitanzania. Tunapoongelea mapinduzi yanatakiwa yaende njia zote mbili, katika kazi zetu na katika kuhakikisha pia zinawafikiaje wapenzi wetu. Say kwa mfano wenzetu nje wanatumiaga njia, wanaanza launch kwanza cinema, then kwenye VOD, then kwenye TV, alafu baadaye kabisa mwisho kabisa ndo zinakuwa kwa DVD. Kwa hiyo sisi kwa kuanzia tutaanza ku premiere kidigital ambao watu wataweza kununua na kuangalia kwenye simu. Then baada ya muda tuna plan kufanya kitu kama ku launch kwenye cinemas. Tutakuwa zinaonyeshwa kwenye cinemas, lakini sisi tumeipa jina ya what is it? Tumeipa jina ya private screening. Sawa, yes. Tumeipa jina hiyo ambao probably tutaanza Dar es Salaam, tunaweza tukasafiri tukaenda kila mkoa, tutafanya hivyo. Then baadaye kabisa ndo tutaitoa kwenye DVD ambayo kwa mtu sasa ambaye atataka kuwa nayo nyumbani, ambao lakini kwenye DVD itakuwa na extra package. Mtu atakayenunua kwenye DVD ataweza kuona labda interviews ambazo tulizokuwa tunafanya, ataona behind the scenes, ataona labda tokea tunaanza ile maandalizi, wapi tulikuwa, itakuwa ina extra package. Utaangalia movie na vitu vingine. Yes. Bei ikoje kwenye hizo kwenye Proinbox? Kwenye Proinbox movie ya Tanzania itaweza kwa shilingi 2,500. Very cheap. Very cheap. Yeah. Yes. Kwa majuu ni kama dola dola moja something, haijatofautiana sana. Okay. Yes. So baada ya kulaunch hapa kwa sababu tumezoea kwamba labda kama last time ulifanya event fulani ya launch na kuwepo pale unafanyaje, hakutakuwa na hii nani? So far we didn't plan for that. Okay. Kwa sababu as I say tunajaribu kuangalia vitu ambavyo vitasogeza mbele. Hatutaki kufanya kitu ambacho labda tumefanya miaka, that was 2013 was it? Yes. That was miaka mitatu nyuma. We want kadri siku zinavozidi kwenda get something new and ambacho kitakuwa
kizuri maybe zaidi. So we trying this, probably tunadhani inaweza kuwa nzuri zaidi. Kwa ajili that year tulifanya uzinduzi mkubwa, lakini it was only in Dar es Salaam. So ndo maana tumeweka hiyo private screening. Ambayo tunaweza ku access hata Dar es Salaam, tuka access Temeke, tuka access hapa, tukatoka hapa tukaenda pale na pale na pale, kuliko kufanya uzinduzi mmoja Dar es Salaam then na mashabiki labda Arusha ambao hawataweza kuhudhuria. Yes. Kikubwa ni kuomba support kutoka kwenu mashabiki wangu. Movie yangu mpya na Noma tarehe 15, kuanzia tarehe 15 mwaka huu Ijumaa itaingia sokoni. Na labda nitoe tu hamasa ninaamini sasa hivi users wa mitandao ya kijamii wamekuwa wengi, users wa Android smartphones wamekuwa wengi. Nitoe hamasa kwamba waielewe kwa mapema hii system ambayo tuna introduce ya Digital Premiere ambayo itakuwezesha wewe shabiki yangu kununua movie yangu kupitia simu yako ya mkononi, na utalipia movie hiyo shilingi 2,500 tu kwa kupitia mtandao wako wa simu, either M-Pesa, Airtel Money au Tigo Pesa. Kikubwa ni hicho, nahitaji support yenu sana sana ili nizidi kuendelea kuwapa kazi nzuri zaidi na kuzidi kuendelea kufanya mazuri zaidi. That's it.